haraka tu sababu na muda naona inayoyoma. Wanjiko wakati tulipokuwa katika pande hiyo nyingine ya mambo ya Biblia ama kusoma Biblia, tumeongea mambo ya Herode, tumeongea mambo ya Biblia alikuwa anaua watoto. Wanjiko hata tumeongelea sana vile watu wamekufa kwa hizi vitu huku. Unajua Wanjiko, kanisa na society ile tuko na serikali ni vitu tatu lazima siungane ili tukaweza kurekebisha hii maisha tuko mwelekezi wetu. Sisi kama nitakuwa nimetoka nje kidogo, kanisa na nyumba. Najua hizi nyumba tuko ndizo society, sababu hawa ni watu wanaishi katika hizi manyumba, ni watu wanaishi katika mboma zile ziko pale, zile mboma tuko pale zinatuzingira, hiyo ndio society ile tuko. Na wakati nyumba hasisikizani, bado society haiko ama kanisa hatuko, serikali hatukaangi tukiwa na amani. Kweli magongo. Kwa hivyo ndio sababu nataka tuongelee sana hii watu wakiwa watatu. Watu wakiwa watatu. Sababu mauano pia imeingia sana. Wanjiko unapata kama juzi Wanjiko kuna ile kesi imetendeka pande hiyo ya Kenya. Unapata wewe umedhaminiwa gari ya mtu ama kasi ya mtu, na sababu wewe nimekudhaminia hii simu yangu Wanjiko, na wewe unaitumia kwa njia ile ambayo haistahili. Kwa hivyo nilikuwa nataka tuangalia hii mambo kwa njia nyingine, sababu Wanjiko ndio unapata vifo zinaingia bila mtu kujua nimefanya nini. Kama sasa hiyo kesi Wanjiko, na hata kama tutaki kuingilia sana, unapata labda ni mtu alikuwa amepewa gari, amedhaminiwa gari na mwenyewe kweli, wapeleke mzigo. Na mimi sababu mimi ni dereva ama wewe ni makanga, Wanjiko unaniambia mimi najua kuendesha. Najua mimi najua kuendesha. So na sababu gani rafiki yangu nakwambia si unaona vile napelekanga napeleka hii, naona hii na bado tunaendesha. Hii ni parking, ukienda P ni parking, ukienda N ni neutral, ukienda P, ukienda D ni driving to hii, yani unaelekea sasa yeye anaona amejua gani na wewe unampea. Ukimpea Wanjiko unapata yule mtu ajui kubalance mafuta na steering. Unajua hizo vitu mbili zinakuanga za maana sana. Hizo vitu zinakuanga za maana sana. Steering na mafuta. Watu wanaonanga hata kama gear, steering na mafuta lazima sikuwe zinaandamana. Ndio serikali boma zetu na nini? Serikali, boma na kanisa. Wanjiko kuna steering ambayo steering ni serikali ambayo tuko Wanjiko. Hawa watu lazima wakuwe wamejikimu sana Wanjiko katika maisha, sababu nayo inaitangwa roho na Kiswahili inaitangwa sheria. Sababu Wanjiko na bila sheria hatuwezi pelekana vizuri. Tunapata ndio napata kama wale watu sababu walishipeana ile gari Wanjiko. Si huyu mtu alichukua steering na akaipeleka pande ile ambayo si ni mbaya. Wanjiko hata wewe ulishuhudia karibu kupitia hapo. Kwa hivyo serikali ikiwa steering yetu inafaa itupeleke na njia ile ambayo inemwafaka Wanjiko. Na ndio sababu tuweze kukua na hii mambo mingi inaonekana katika hii society. Sababu watu wengine Wanjiko ukiangalia kama social media, mara gari imetupa nini inaitwa nini? Mwelekeo. Inatupa mwelekeo. Ina mwelekeo. Na mwelekeo sinapelekana. Mwelekeo. Lakini na Kikuyu nimesema inaitwa mwelekeo.
Samahani tunaongea Kiswahili. Na Kikuyu mwelekezi wetu na Kikuyu imetango imetupa nini? Mwelekea. Kwa hivyo mwelekeo na mwelekea sinataka kupelekana, mimi niliona ninaingililia Wajiko si ati niko mbaya. Imetupa mwelekeo, unapata inatoka kwa njia, inapata watu kule kwa kipanda, inapata mtu kwa soko, inapata mtu alikuwa anatembea njia kwa njia zake yeye anatembea, inampata pale. Sababu yule ambaye alikuwa pale, sijui kama alikuwa mtu alimehitimu ile mambo ile ya mambo ya gari ama ile driving school yake ilikuwa imehitimu. Kwa sababu watu wengi unapata, sisi kama mimi Nyaga sijaenda shule, lakini nataka sana kuendesha gari bila kujua ya kwamba kuna ile mikakati imewekwa mahali pale. Kwa hivyo serikali yetu ikiwa ndio iko pale Wajiko, inafaa ituelekeze kwa njia ile ambayo inastahili. Tuweze kwenda na njia ambayo inastahili. Sababu ndio unapopunguza hii mambo ya maafa ya barabara. Hii mambo ya maafa ya barabara ipungue Wajiko. Lazima wasimame kidete. Haya, tukikuja pande hii nyingine sasa, ukiwa nayo ni mafuta. Mafuta nayo ni kanisa. Wajiko, mafuta nayo ni kanisa. Kanisa tumesimama aje katika hii mambo ya hii kujenga hii nini hii nchi yetu Wajiko? Sababu wengine kanisa nayo tumeenda hivi. Kwa hivyo tunajua nataka ya kwamba kanisa nayo ikiwa wa mafuta ya ile gari, tujue ya kwamba tumekanyangia wapi ili tupunguze hii hapa. Lazima tuweke hii nchi yetu katika mafuta ya maombi. Wajiko, maombi nayo tuweze kusikanyangia mafuta ya maombi sana, ili na unajua tukisimama vizuri kanisa ikisimama vizuri kwa maombi, ama wakizindi kutuombea Wajiko, unapatanga nao ndio saa ile tuko sisi tumetoka hapa na tumeenda safari, kanisa nayo kama imetuombea tunaendanga safari njema. Wajiko, nataka kuonyesha vile sasa inaendanga kama imeshikana Wajiko. So ni lazima tuangalie kanisa imesimama nayo aje katika hii hali ya maisha hii tuko. Sababu Wajiko, Shetani lazima umuandame kwa maombi na njia zingine ndio aweze kushindwa. Ni nini aswa amesimama mahali pale aje Wajiko? Sababu wengine wale tuko Wajiko ni unajua kanisa watu wengine ni walikuwa wanapigana hapa, akipigana akisema kanisa ni biashara. Wajiko, kanisa ni biashara. Halo, mwelekezi wetu, kanisa ni biashara. Mimi nataka hapo mwelekezi umesema, Wajiko umesema hapana. Lakini kuna kitu moja nataka hapa tukuje tusimame vizuri. Kuna vile ambavyo ninasema nayo kanisa zingine zimekuwa ni biashara Wajiko. Nataka ni watu hapo tunawaambia kwa zingine zimekuwa ni biashara. Zingine si biashara, zingine ni biashara. Wajiko, wakati Yesu Kristo alipoingia pale katika sinagogi, alipata watu walikuwa wameanza kufanya nini? Biashara katika kanisa ya Mwenyezi Mungu. Naye Yesu Kristo alifanya nini? Aliweza kuwachapa. Mbona aliwachapa? Sababu alifanya kazi nini nyumba za Mwenyezi Mungu kama biashara. Wengine waliuza hizi kondoo, wengine wanauza mbuzi, wengine sababu wameifanya biashara. Biashara si lazima saa hii, si lazima ikue ati ni kondoo na mbuzi mnauza mahali pale. Mwelekezi wetu Wajiko, hapa lazima muangalie vizuri. Nikisema lazima wakue mafuta yetu ya kutuombea. Kuna mwenye ndio amefika pale uweze kumuombea ili mambo yake iende vizuri Wajiko. Kama ni aje? Lakini unapata sasa wewe kama utatoa kile ambacho kinaonekana vizuri Wajiko, unapata hata wewe unaangalia katika social media mingi wewe mwelekezi wetu, hata wewe labda umeangalia ukiambiwa wewe kama hujatoa sadaka hii ya dhabihu hii hatuwezi kuombea.
Huyu mtu umemtupa wapi Wanjiku? Ndio sababu nasema sasa na hao kanisa zingine zimekuwa ni kama biashara. Bali tunafaa kujua ya kwamba huyu hata kama amekuja kama hana amekuja pale ili ukaweze kumulisha. Amekuja pale ili ukaweze kufanya nini? Kumpea kile ambacho, yani kumpea uhai mwingine. Sababu huyu ni kama mtu hana chake. Sasa anakuja pale kukulilia, ukaweza kumpea mwelekeo, umuombe. Lakini wewe sasa umeanza kumuitisha ngiri moja, ngiri mbili na anakuja kuomba usaidizi kwako, umemsaidia aje Wanjiku? Hujamsaidia. Hao ni wale ambao Wanjiku tulikuwa tunasema ni wale wachungaji walikuwa wale wanachunga wakiangalia mshahara. Si kweli? Na hiyo kitu miongelea sana, ndio sababu tunasema kanisa zingine zimekuwa ni kama biashara. Si kuingilia kanisa. Wale hawajaitwa, wamejiita. Ujue kuna kuitwa. Kuna mwenye ameitwa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amemchagua. Wale hawajaitwa maana hawana ile wito. Juu kama wangekuwa na ile wito, hawangekuwa wanafanya vile wanafanya. Maana wako na wito wa Bwana. Wako na wito wa Bwana. Na ndio maana unaona kanisa zao zinakuwa ni kama business. Ni kama biashara wanafanya kule. Lakini mwenye ameitwa na Mwenyezi Mungu, ule Nyaga hata ukienda unakutanga yeye ni straight. Ako sabamba. Anaandamana na Mwenyezi Mungu. Na yule mwenye hajaitwa Nyaga, mwenye hajaitwa, unajua yeye anakuja kwa njia yake mwenyewe. Sababu amesoma tu neno moja kwa Biblia, anasimama nayo. Kwa hiyo Wanjiku ndio nilikuwa nataka watu na waunganisha hivyo ili tuweze kujua serikali zimesimama wapi. Kanisa tumesimama wapi? Je, hizi ngoma zetu tumesimama wapi? Sababu nayo hawa watu wanaitwa ngoma, hizi nini society hii tuko nayo unajua hawajijui. Mara wanaangalia kanisa, mara wanaangalia serikali, lakini wao wajiangalii wao wenyewe. Sababu unapata nao wakiwa pale, tumeangalia steering na tumeangalia mafuta, lakini kuna hii kitu tunaitangwa angia, ama ukiangalia kwa zile gari ambazo ni automatic, kunazo zimewekwa kwa kitu unapandisha juu, kuna P, ukipateremsha chini kuna reverse, ukienda hapa katikati kuna neutral, ukienda pale kuna driving, ukienda pale chini kuna drive tu, ukienda chini kuna ingine kwa hapo sijui kubuki inaitwa nini. Hawa ndio society ile ambayo tuko. Sababu lazima nayo tukiwa society lazima tujiangalie Wanjiku kwa nyumba zetu tumesimama aje? Mboma yetu imesimama aje? Sababu walevi wamekuwa wengi katika mboma zetu. Wakunyongi bangi wamekuwa wengi Wanjiku. Kwa katika mboma zetu. Watu wa aina tofauti wamekuwa katika ile nyumba zetu ambazo hatujui zimesimama aje Wanjiku. Yaani nyumba zetu saa hii zimekaa ni kama manji, ikiwa ile manjani sijui na ilikuwa inaitwa na Kikuyu maruto. Haisimami sababu mara inaanguka hivi inasema ni doma. Mara inasema ni hiyo wanasimama hivi inaanza kujiyumba hiyo maji. Society yetu ndio iko saa hii. Hawajui angalia kanisa, hawajui angalia serikali, tuko hapo. Lakini si kanisa mbaya Wanjiku. Lakini si serikali mbaya. Sisi wambaya Wanjiku. Sababu Wanjiku tukiwa hapa, si lazima tukue tumeenda na tunaelekeanisha sisi wenyewe. Hapa serikali imeingilia wapi? Hapa kanisa imeingilia wapi? Kwa hivyo mimi nikiwa mwenye mboma nafaa nijue mboma yangu imesimama aje. Mimi nikiwa mke mwenye mboma nafaa kujua watoto wangu wamesimama aje. Ama ni ile tu tumekaa tu ati sasa ile tumeinukania mimi na Wanjiku si brother na sister. Wakati tumeinukania, tumendungana visu, tunaanza kusema serikali hapo ingeingililia wapi? Serikali inaingililia wapi hapo Wanjiku? So lazima tuangalia hii gari yetu ambayo ni Kenya yetu, ama hii gari yetu ambayo ni maisha yetu, tunaipeleka na njia ambayo ni mwafaka. Tunaipeleka na njia ile ambayo inastahili mwelekezi wetu. Kwa hivyo hii gari yetu ndio isitupe mwelekeo, lazima tuangalie sisi wenyewe.
Lazima Wanjiku tujiangalie sisi wenyewe. Si tutoke hapa tukitupa mwelekeo tunaenda tunagonga watu wengine ambao hawako katika ile nyumba gari yetu. Wanjiku. Kwa hivyo ni vizuri, mimi nilikuwa nachukua ile mfano tu wa ile gari Wanjiku ambayo ilikuwa pande hiyo ya kwenu ilitupa mwelekeo ikagonga mpaka mtoto ambaye hakuwa katika ile gari ndani. Umanielewa? Ndio tuweze kujua maisha yetu tunaisimamisha aje. Serikali yetu mnasimama na njia ile ambayo inastahili. Ama nyinyi mnaangalia TKK toa kitu kidogo. Ambayo ilikuwa wakati wa zamani tulikuwa tunasikia TKK tukiwa wadogo. Hatukuwa tunaelewa TKK. Mimi tulikuwa tunafikiria ni kitabu Wanjiku ama ulikuwa unafikiria nini? Tulikuwa tunafikiria ni TKK. Hata ni kitabu. Kumbe nitoa kitu kidogo. Nitoa kitu kidogo. Serikali yetu mmekuwa watu wa TKK. Angalia, tunasema ati mtu huyu ndio alikuja na sababu hakuwa amehitimu hii mambo ya kuendesha gari, ndio aligonga mtoto na alifanya hasara yenye alifanya mahali pale. Lakini sababu ya TKK unapata huyo mtu kwa dakika 10 shilingi 10,000 zinafanya atoke mahali pale Wanjiku na arudi kawaida. Na anarudi tu kwa barabara. Na arudi kwa barabara. Sababu ya na atashika tu ile steering tena. Na auwe tena. Mkisahau hiki kuna Mungu juu mbinguni. Ndio nasema kwa serikali yetu tuangalie sana sio watu wa TKK. Tuweze kusimama kidete na sheria vile ziko Wanjiku. Sababu sheria tunasikianga ni msumeno. Ikienda pande hivi kata, ikienda pande ile nyingine kata, simameni kidete. Kanisa yetu msikuwe watu wa TKK na sisi pia. Hiyo TKK imeingia mpaka kwa kanisa Wanjiku ama ni kweli kabisa. Si kweli? Kwa hivyo tuangalie hii gari yetu tukiwa tumeshika steering, wewe ukiwa serikali ukiwa umeshika steering, wewe kanisa yetu ukiwa umekanyanga mafuta, na wewe ambayo ni society yetu ikiwa ndio hii mambo ingine hapa inafanya gari iende, kuna reverse, kuna parking na kuna hiyo drive na kuna drive tu. Lazima ukue wewe unaendesha hii gari yetu, tunaendesha gari yetu anje. Hapo ndio nilikuwa mwelekezi wetu, ili tuweze kupunguza hii maafa mingi sana Wanjiku ambayo iko katika maisha yetu. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo ningeomba tuweze kuenda na njia ile ambayo inastahili. Na sababu ya muda na wakati ungeturuhusu tuendelee sana, nataka tuangalie sana. Herode alikuwa anataka kuua mtoto ambaye ni Yesu Kristo. Na sisi ambayo ni nini tunafanya, tujiangalie sana. Tujiangalie sana hii gari yetu tunaipeleka aje, tusije tukaua watu ambao hawakuwa wamekuwa katika ile gari. Wanjiku nashukuru sana hata kwa muda na wakati wako ambao umejitolea tukaweza kukua katika kikao hiki. Mungu akubariki. Amen. Akupe siku njema. Amen. Na ubarikiwe sana, ukuwe na Sunday njema. Amen. Mwelekezi wetu hata wewe barikiwa sana. Amina. Hata kukua mahali hapo unatuambia 1 2 3 tuelekeza. Unajua sisi tunaweza panjipata hapa saa 7 na kumbe Wanjiku anakimbia kanisa, mimi nakimbia kanisa na tumechelewa. Kwa hivyo mwelekezi wetu, asante sana, ubarikiwe sana Wanjiku. Hata wewe nyaka ubarikiwe sana. Asante. Na ukuwe na sada ya baraka. Amen. Na Mungu wa mbinguni akuonekanie. Amen. Amen. Nashukuru sana, kwa hivyo hatuna budi kukuambia kwaheri. Bye. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana na Bwana. Amen.